Nyumba ya 3 ndio utakuta kuna nyumba moja na ina dirisha juu. Ina mlango pembeni. Sio bila vile. Hapo ukifika tusio mbali sana hapo. Basi baada tutaona baadaye bwana. Yaani mwanangu Makonde unazingua kishenzi. Yaani tena wale watu wanaozingua mwanangu mimi kwa nini? Kuna watu wanazingua, wewe unazingua. Unafahamu kwa sababu gani unazingua? Wewe mtoto kajitokeza yule pale anakukubali kishenzi, eh? Mimi sijamuona mwanangu, nimeandisiwa tunasikia mtoto fresh kabisa. Wewe unakimbia mara, yaani ueleweki, kushoto haupo, kulia haupo. Vipi mwanangu? Ujuma na Laida. Yaani kuswala la mapenzi kusema kwamba Makonde Dumuzege yuko sahihi. Yaani mapenzi yanauma kweli yani ndugu yangu. Nadhani ule rafiki yangu Sheizo namjua. Sheizo mimi namjua vizuri. Namfahamu ule mchana. Yaani mke wake anampa tabu kinoma. Mke wake anamnyanyasa kweli kweli yani. Ule Sheizo yaani mapenzi yale yampelekesha. Sasa Makonde, mapenzi yakimtesa Sheizo sio wewe. Mapenzi yakimtesa yule sio wewe. Yule anamtesa kwa upande wake yeye mwenyewe. Na pia kwa upande wako. Lakini shikaji wangu, mimi nimekuelewa. Tena nimekuelewa kweli yani. Kini, nikwambie kitu. Hilo swala kumbuka kabisa mwanamke wa Sheizo yule, mke wake yule ana ujauzito. Na hiyo swala hakuna mtu asiyefahamu. Ana ujauzito lakini mara kwanza hakuwa hivyo. Wewe mwenyewe unajua kabisa hakuwa hivyo yule mwanamke. Mimi najua shikaji wangu kwamba kwa hivyo, lakini kumbuka yule mwanamke mwenyewe ananipenda kweli yani. Yeye anajulikana. Kweli yani ananipenda. Hivi unajua mimi tayari unako nishafungia mtu tayari? Nishafungia sasa hivi yuko nyumbani na mke. Singida. Sio hapa. Kwamba mwanamke mwenyewe kuvipi yani? Mtoto mzuri white nakwambia, mtoto white tu. Wewe mwenyewe ukimwona unajua kabisa hii kweli Maria Laida hii. Sasa kwa nini usinifuate shikaji wako ili nikuchagulie pale Newala pale kuna wanawake wazuri kweli yani? Unitafutie wapi? Wapi unitafutie? Mimi mwenyewe nimeamua, nimesafiri Singida, nimeenda kumchukua mtoto nimerudi naye. Safi kabisa. Hivyo bwana hata wewe mimi nakushauri. Nakupa ushauri wa bure bwana Makonde. Chukua ule mtoto mfungie ndani. Hamu zangu tu leo la pili bwana. Mbona ueleweki? Mwanangu Laida bwana. Mshikaji wangu bwana. Unajua mwanangu? Sikiliza mshikaji. Mimi bwana hivyo ninavyokuambia ufanyie kazi. Haina shida mwanangu Laida. Mwanangu Laida. Laida. Gusa, achia, twende kwao. Bani poa mwanangu. Baridi Makonde mwanangu. Samahani dadangu, unajua nimekutoa mbali. Nia kukutoa kokote mpaka kuleta hapa, sina nia mbaya na wewe. Maana nimeona yule kaka alikuwa na wewe hali ikabadilika. Tulikuwa tuongee mambo mabaya, nilikuwa naomba anielekeze kwa Makonde. Mbona umejua sana kuongea hivyo? Na kingine yule pale mimi ni shemeji yangu. Na pia aliponiona tu mbona alishtuka kuongea. Hamna, tulikuwa tunaongea tu vitu vya heri. Tunaongea shule, maana nilikuwa naomba nielekeze kwa Makonde. Dada, unajua ni bitu ndogo sana. Kwa mambo yakaja hapa mkumbuka. Na kitu kingine ambacho kijui. Mimi sijamwambia dada chochote kile na sijui kama nikimwambia hata sielewi atafanyaje. Sawa, nakuelewa. Naomba niende. Wechogo wewe, sinakuita. Wechogo sinakuita wewe babu, ina maana unisikia au?
Oya, sikia sinaongea nawe mwanangu. Hebu tuachane na hayo. Telemisha ile ya juzi tunafanyaje sasa? Vipi baba unaniangalia? Oya, si unijibu babu vipi? Oh, naangalia sana mimi kwa nani hapa mshukule hapa mbele au? Nijibu basi. Mimi mwanangu poa tu mwanangu, tutaonana, simepokea na unajishaua, tutaonana mwanangu. Nataka uniambie ukweli. Maana kila siku nyumbani hapakaliki. Na wewe ndio unajua kila kitu. Tafadhali naomba usinifiche. Kwani shemeji mwenzako shinoku kuelewa wanamaanisha nini? Unataka kuniambia wewe hujui ukweli wowote? Sasa nikiujua ukweli wako, nikajua wewe ndio unayesababisha hiki kitu na unajua kila kitu. Yaani wewe nitakuvunja, tena nitakukamata wewe, Hey, kwani mimi mbona nyanyasa kaka kulia? Yaani hiyo ninakupa onyo. Shemeji, ulichokiona pale kwa macho yako mawili usije ukakimaanisha. Usije ukakimaanisha. Mimi dada yako tupo muda mrefu sana. Tunapanda tunashuka mabonde na milima, lakini tunavumiliana. Kwa hiyo usije ukaeta chachu kwa kile ulichokiona ukamaanisha vingine shemeji yangu. Ninakuomba shemeji yangu. Usije kumwambia dada yako, utaharibu hiyo ndoa, itafifilika. Dada yako mwenyewe unamjua ndugu yangu. Simeelewa shemeji yangu Usizaidie chochote pale. Hakuna chochote nilichokifanya. Yule nilikuwa namuelekeza kwa bwana Makonde. Umeelewa shemeji yangu? Sawa shemeji, lakini mbona na wasiwasi umejiwaje? Kushtuka mwanadamu kawaida. Kwa sababu jinsi tulivyosimama wewe ndio kamaanisha vingine, ndio maana kidogo nilishtuka. Lakini hakuna chochote nilichofanya. Nilikuwa namuelekeza, alikuwa anamuulizia bwana Makonde na nimemuelekeza bwana Makonde pale nyumba ya 3. Kuhusu na sasa shemeji yangu, kwa hilo sijafanya chochote. Naomba nituuzie hii siri. Sijamwambia. Na sijui nikimwambia sijui hata atamfanyia yule. Na unamjua dada yangu jinsi alivyo mkorofi. Ni kweli? Dada yako mkorofi kweli? Tena mkorofi kweli? Wakati ulivyokuwa kabla hujakuja wewe hapa ilikuwa hatari kweli. Tena afadhali hata sasa hivi. Na kishikilia hilo ndani atukai. Sio shemeji yangu Sawa, yangu macho. Basi ndio kitendo hilo tu. Unaweza kaenda shemeji yangu. Unaweza kwenda kupika chakula. Maana njaa nauma kidogo shemeji yangu. Naam dadangu. Nimekuita hapa jambo moja, naomba unisaidie kakaangu. Jambo lipi tena dadangu hilo? Shemeji yako hii siku ya 3 sijamuona hapa nyumbani. Siku ya 3? Nini? Navaa nini? Hapo unavyoniona. Dadangu. Yaani kwanza umenisikitisha sana kuniambia maneno hayo. Maana mwisho jana tu nimekupigia simu nikaongea naye, dada unaendeleaje? Ukaniambia tuko shemeji vipi amjambo? Na ukaniambia lakini leo unaniambia mambo haya. Dadangu siku ya 3. Siku ya 3. Siku ya 3. Hayupo mwanaume ndani na aliyo. Haiwezekani. Yaani haiwezekani. Sasa kama hayo yote anafanya akupendi, sasa kurudisha nyumbani. Dada unawezaje kuteseka katika hali kama hiyo? Utafanyaje kakaangu? Ndio. Kwanza ngoja namba yake ninayo, ngoja nimpigie. Haiwezekani. Huu ni zaidi ya unyama. Sana. Haiwezekani. Ngoja nimpigie hapa namba yake ninayo. Lakini dada, na wewe umewezaje kuficha na wakati huko kwenye hali kama hiyo? Jana nimeongea na yeye dadangu, vipi kwema? Nashangaa leo asubuhi naamka unanipigia simu, njoo kaka kuna. Acha tu kaka, ndio hivyo. Alafu apatikane. Ila dada, kwa hili siwezi kulifumbia macho. Siwezi dadangu. Wewe hujaua nyumbani. Sana. Pale unakula masaa 24. Na hali hiyo, jinsi yani kwanza alivyo mnyama na hali hiyo. Siwezi kukubali dadangu. Ila cha kukuambia tu dada.
Sawa. Nitapigana, nitapambana, nitamtafuta kwa hali na mali na majibu haya nitayapata. Nakutegemea kakaangu. Wala usijali kipenzi changu. Asante. Yaani kwa nini jamani? Alafu sikujuaga kama yule shemeji ni mkatili kiasi kile. Yaani sikufahamu kama basi ndio. Haiwezekani. Yaani acha tu kakaangu. Nilikuwa sisemi tu lakini cha moto nakiona kakaangu. Haiwezekani kama kukuchoka tuje kufuata ndugu zetu. Tukupeleke nyumbani. Haina haja kutuzeka na hali kama hiyo. Wana mwingine jamani haona huruma jamani. Pole dada yangu. Asante kaka, nashukuru kaka. Mimi nipo na nakuahidi na nitakufanyia kazi. Vipi lakini na umeshakula? Sijala kakaangu. Unataka kula nini? Najisikia kula chipsi yai tu na juisi. Basi sawa dada, ngoja mimi nikakuchukulia kwanza. Mjomba wangu mimi namtegemea rais wa baadaye huyo. Mambo gani anakuja kuleta bwana?